mchezo mdogo baba. Unamaanisha nini baba? Mimi niko njiani nakuja. Basi fanya haraka babangu. Maumivu, upweke, manyanyaso, ugomvi. Maumivu, maumivu. Saman, 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 saman. Nani anapiga? Dasemi. Halo Dasemi. Shoga yangu, nyie si watu wazuri. Yaani umetisha ulivyoleta kile kitenge ndugu yangu. Asunta naye nilimuona. Yaani nilimuona alivyochota ule mchanga. Jamani. Nyie si watu wazuri. Babu anasemaje huko? Huko babu ndo kwanza anaendelea na kazi. Vipi huko? Basi majibu ya babu atakuwa mazuri. Maana huko daktari ametuambia mimba inaonekana ina miezi 7 dada. Miezi 7? Alhamdulillah. Wewe, nyie hamjafurahi kama nilivyofurahi mimi. Yaani mimi nimefurahi hatari. Afadhali. Hebu ongea na Asunta. Dasemi. Shoga yangu Asunta. Shoga yenu sio kujifungua leo wala kesho. Mimba ina miezi 7. Yaani nimefurahi kweli. Sasa mwambieni huyo babu hapo alipofinya akaze. Yaani unajua kukaza, akaze. Nitakuwa naambia kila kitu kinachoendelea sawa. Haya basi sawa, usijali na wewe kuwa makini huko. Sawa. Haya sawa. Alhamdulillah. Teseke hivyo. Afadhali. Mimi nishamchoka kwa kweli. Mimi nataka fie huko. Maumivu, maumivu. Saman, saman. Asante kwa upendo wako. Asante. Mr. Njovu ameshuhudia kila kitu ndani. Na labda mimi nilionekana kwanza mbea, mnafiki. Sasa Mr. Njovu ambie. Waeleze. Mama, vipimo huwa havikopeshi. Vipimo havikopeshi. Ni sahihi kabisa, binti yako ni mwezi wa 7 ujauzito wake. Lakini kumbuka kwamba wewe ndio ulikuwa unampima tokea mwezi wa kwanza. Na wewe ndio ulipanga hii tarehe ya kujifungua leo. Ni kweli kama ulivyosema, lakini vipimo viko sahihi kabisa. Kwa hiyo ninachowaomba, mchukueni mtoto, mwende naye nyumbani. Makadirio yake ya miezi 9 ikifikia, mleteni. Umemsikia Dr. Joseph? Kwa tatizo lako mama Aisha ulikuwa hauniamini. Okay. Basi wewe kuna mtu niongee naye kwa mama. Naomba mjitahidi kumshawishi mamangu tuondoke nyumbani na mgonjwa. Namjua vizuri, ni mama yangu huyo. Ni mbishi sana. Sijui kama atawaelewa. Sawa, nitakusaidia. Aisha anaonekana na uchungu babangu, lakini madaktari wananiambia nimbebe nirudi naye nyumbani. Baba, kweli inawezekana mimi? Mimi siwezi kubaliana na hilo. Wanachohitaji madaktari kitu gani? Wanasema kwamba tumbebe Aisha nirudi naye nyumbani. Hivi kweli baba, mtoto ana uchungu kabisa. Mzee navurugwa, sina msaada babangu. Sikubali kabisa jambo kama hilo. Sasa nisikilize. Mtoe Aisha ndani, Mweke nje. Akitafuta sehemu ambayo ni nzuri.
umweke hapo nyumbani, usiruhusu kwenda naye kwa sababu nyumbani kuna mambo yanafanyika. Babangu, nimekuelewa vizuri. Lakini sasa ninachoshangaa umeniambia kuna mchezo. Kuna mchezo gani huko nyumbani? Wanachimbia dawa chini kwenye mlango wako, ili mjukuu wangu atakapofika hapo aweze kupata madhara makubwa sana. Usionane hapo na mjukuu wangu mpaka nitakapofika. Nimekuelewa baba. Haya. Yaani shoga yangu, yule binti atakapokufa mimi nitafurahi, kijiji kizima watanijua. Yaani ananikwaza, unajua ananikwaza? Yaani shoga yangu unishinde mimi. Daseme anapiga tena. Halo Daseme. Mpe babu simu niongee naye. Nini tena? Wewe mpe babu simu, acha ujinga. Babu! Babu! Kuna simu yako? Yana. Huyu ni yule mwenzetu ambaye ulisema si tukija huku yeye aende kule hospitali na mgonjwa. Babu, huku tumeruhusiwa. Mgonjwa muonekana mimba ina miezi 7. Lakini mama hataki. Na inavyoonekana kuna mtu anaongea naye. Kila kitu kimekwisha huko. Tusumbui. Mimi ndio Gumla Senga. Hapa kuna vitu tu vidogo vidogo namalizia tu hapa. Hakuna tatizo. Sawa mjukuu wangu. Aya babu. Mwambie kila kitu kimekwisha. Sawa. Namalizia tu hapa. Sawa. Sawa. Asante kubaya wako. Halo. Mama Shafi. Ndugu yangu, hivi kweli unachokifanya wewe unaona uko sawa kweli? Kipi tena? Unaniuliza kipi? Maana yake hukijui, si ndio? Wewe toka asubuhi nimekuja hapo nyumbani kwako. Nikakwambia kwamba Aisha leo uchungu umeanza kumuuma. Tukakubaliana hapo, nikarudi nyumbani. Wakati umemchanganya uchungu, mimi napeleka hospitali. Nimepita hapo kwako. Na nikakwambia ndo nampeleka Aisha. Ukanijibu sawa. Mimi nikajua mwenzangu labda unajiandaa. Baadaye utanifuata. Na hapa nipo hospitali. Sija kuona. Hivi kweli hayo ndio maisha kweli? Ulitakiwa kufika. Na ukizingatia we mwanao ndio alomtia ujauzito mimi mtoto wangu. Licha kuwa amekataa, lakini wewe ni mzazi kama mimi. Hebu chukulia ingekuwa wewe Mashafi. Ungefanyaje? Labda nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Unajua kabisa ni mtoto wangu wa pekee. Na ameshaniambia kabisa kwamba haituhusu mama hiyo mimba. Sasa mimi ninyanywe mguu wangu, mguu mosi, mguu pili mpaka hospitali. Sijui naenda kufanya nini ndugu yangu. Mama Shafi, tambua kwamba na wewe ni mzazi. Hili jambo lingekukuta wewe, ungejisikiaje katika nafsi yako? Mama Shafi, unachokifanya sio kizuri, unajua, hebu kuwa na imani. Nionee huruma mimi mwanamke mwezio. Toka alivyokuwa mjamzito mwezi wa kwanza, huduma zote ni za kwangu. Mpaka leo amefikia kwenda hospitali, unashindwa hata kusema kwamba basi mwanangu amekataa, mimi niende kama jirani. Pia yote imekushinda. Kweli ndugu yangu? Yaani hizo ni lawama zako tu ndugu yangu ambazo mimi hata hazinihusu. Samahani, mtoto wangu ameshaniambia. Na mimi namsikiliza mtoto wangu. Tambua kwamba hipo siku na wewe utakuja kukuta kama haya yanonikuta mimi. Nakushukuru sana. Wewe endelea. Jamani, wewe mama vipi? Sawa. Hebu niache bwana. Baki salama.
Mamake? Mama Aisha kaja hapa asubuhi kunipa taarifa za Aisha kwamba uchungu umemzidia, kwa hiyo wanampeleka hospitali. Na mwanangu, kama ulivyoniambia, sasa mimi nisijihusishe na habari hiyo. Na muda huu hapa katoka kunipigia simu mwenzako, analaumu vibaya kwamba mimi kwa nini sijaenda na nini. Sasa na mimi nikafikiria nitaendaje? Wewe mtoto wangu hujanipa ruksa ya kwenda. Basi japo na mimi kama jirani nimeumia, lakini mwanangu sina budi kusikiliza. Sasa mwanangu, je, unanishaurije? Mama, sasa hospitali uende kufanya nini? Mimi nimekwambia hiyo familia achana nayo. Usidili na hiyo familia mama. Mama, ujauzito sio wa kwangu. Kumbuka lakini ni majirani hao. Mama, hakuna cha ujirani. Hem, nisikilize mimi mama mwanao. Si unanisikiliza mimi? Ndiyo mwanangu. Nimekwambia hiyo familia achana nayo. Mwanangu. Mama, kuna sehemu niko hapa nimekuja kupumzika. Lakini sasa mama, nimekuja hapa nikujua nina hela, kumbe sina hata hela. Nipo na kitoto hapa cha 2000. Mama, si unajua tena mwanao mama. Kwa hiyo kimekupenda chenyewe? Mama, nitumie bwana. Wewe mwenyewe unajua kama mwanao wewe sasa. Kwa upendo, asante kwa muda, kwa maneno ya, asante kwa ubaya wako. Asante dokta. Ila zingatieni maagizo. Muda utakapowadia kwa tayari, basi mwaishe kumrudisha. Sawa. Tuenda kukaa pale kidogo. Haina shida. Kuna mtu tunamsubiri. Haina shida mama. Maumivu, maumivu. Hivi una uhakika kweli anaweza akafa? Mimi ndo Gumlasenga. Unanielewa? Mimi ndo Gumlasenga. Nikisema kitu kinakwisha. Kinakwisha. Sawa. Sawa. Maana mimi nakuazika sana ninavyomuona yule binti. Yaani hakuna kitu kinachoniuma kama ninavyomuona. Yaani kamalize. Na kutegemea, yaani sio huyu tu babu. Yaani mimi sisemi sana. Yaani kitokea tu ile siku babu na zawadi kubwa sana. Ngoja nikamalize hapa. Sawa. Umeelewa? Nakuelewa baba. Yaani. Sawa. Halo, mpe simu babu. 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 Simu yako babu. Halo. Babu. Sasa tumesharuhusiwa kutoka. Lakini bado huyu mama amekuwa mbishi. Tuko mazingira haya ya hospitali. Nilikuwa naomba uniambie tunafanyaje? Jambo dogo hilo mjukuu wangu. Hicho kitenge nilichokupa cha kumfunga huyo mjamzito, si umeshamfunga kipo? Ndio bado tumefunga. Basi funga fundo moja tu. Amekwisha. Sawa. Haya, mimi ndo Senga, hakuna kitu huko. Sawa babu. Nimekuelewa. Haya, imeisha hiyo. Imekwisha. Jambo dogo sana. Sawa. Kwani kile kitenge nilichokupa mfunge mjamzito ule, ulishamfunga? Ndo nilimfunga. Pale umemfunga. Sasa kuna kitu tena. Yeye ni kumalizia tu fundo moja, kisha funga basi. Sawa. Sawa. Mimi namalizia. Hamna shida. Asante kwa upendo, asante kwa muda, kwa maneno ya, asante kwa ubaya wako. Kwani Aisha tulivyotoka nyumbani alikula chochote? Ale wapi? Hajakula kitu chochote toka asubuhi.
Basi mimi naomba nikusaidie nikae naye, maana shaka naye sana. Wewe kamwangalizia hata maji hakuna mamangu. Sawa. Uko wapi? Nimekuja dukani mara moja baba. Nimekuja kumchukulia Aisha maji. Mgonjwa kamwacha na nani? Kuna nini baba? Urudi haraka sana. Tena haraka mno. Lile tenge alilovisha mjukuu wangu kuna fundo. Naomba lile fundo ukalifungue. Urudi haraka sana. Mwanangu. Basi subiri kwanza.